Kuna changamoto nyingi ambazo wafugaji au wamiliki wa miradi ya kuku hukumbana nazo pindi wanapoanza tu uwekezaji wa kuku. Hili limetokana na ubizi wao kutokuonekana au kutokufuatilia vyema miradi yao na kuwaacha vijana waliowatafuta kukabidhi shamba huku wenyewe wakiwa nyumbani au wakiwa katika majukumu mengine. Kuna mengi ya kuzingatia katika kusimamia mradi wako wa kuku. Na kabla ya kuendelea, kama bado haujasubscribe katika channel yetu hii ya Kuku Chapchap, basi chukua sekunde chache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Ungana na mimi Neema Isaya hatua kwa hatua ili kujifunza changamoto zinazowatokea wamiliki wa mashamba ya kuku. Kwanza kabisa, cha kuzingatia katika mradi wako wa kuku, hakikisha umeajiri kijana kwa ajili ya uangalizi wa kila siku wa hao kuku. Lakini pia pawe na msimamizi ambaye anakuwepo shambani mara kwa mara, kama ni wewe au mtu mwingine ambaye atabeba jukumu hilo. Kijana kutokuamka mapema kuhudumia kuku. Kuna swala moja hapa ningependa niliweke sawa kuhusu hao vijana tunaowaacha shambani. Unakuta mmekubaliana vyombo vya maji vioshwe kisha wawekewe kuku maji masafi kabla ya saa 1 asubuhi. Ila siku ukichelewa kwenda shambani, unaweza kukuta kuku wamebadilishiwa maji saa 2 mpaka saa 3 asubuhi. Tuzingatie na kuwasimamia hawa vijana tunaowaweka katika miradi yetu. Apite mara kwa mara kukagua na kutoa pumba au uchafu mwingine kwenye maji. Halifanyiki kwa wakati. Majiko ya moto yawashwe kwa wakati na pindi joto linapopungua liongezwe. Halifanyiki kwa wakati hadi kupelekea baadhi ya kuku kufa. Kwa wale wote waliokuwa wakijiuliza au wakitafuta ni wapi wanaweza kupata vifaranga wa broiler, jibu ni Kuku Chapchap pekee. Unapata kifaranga mwenye afya nzuri aliyekwisha kuchomwa chanjo ya Malex. Tupigie sasa hivi kupata vifaranga wako bora kabisa kwa namba unazoziona hapo chini. Kitu kingine hapa ni wakati wa joto la ziada halihitajiki. Matulubai yatolewe mapema jua linapoanza kuchomoza. Halifanyiki kwa wakati. Chakula kilichochafuka kitolewe nje, kiwekwe kingine kisafi. Halifanyiki kwa uhakika. Uvivu. Chakula kilichochafuka kitolewe nje, kiwekwe kingine kisafi. Halifanyiki kwa uhakika. Usipokuwepo, anaweza asisafishe na akaongezea chakula juu ya chakula kichafu. Usafi wa jumla wa mazingira ya bandani hautekelezwi hadi ukiwepo. Hizi ni baadhi ya changamoto. Ninaamini kwa wafugaji halisi ambao mmeajiri vijana mashambani kwenu, mmekutana nazo na ni shida kwa kuwa zinapelekea sana kudhoofisha afya ya vifaranga hasa wiki za mwanzoni. Utatuzi au nini unatakiwa kufanya sasa? Wahi shambani mapema kuhakikisha kazi za asubuhi zimefanyika zote, kisha endelea na ratiba nyingine. Kama una muda, pitia shambani mchana. Kama huna muda, pitia shambani jioni. Kuhakikisha kazi zote muhimu za jioni zimefanyika, ndipo urudi nyumbani. Ni wazi kwamba kazi za shambani ni nyingi na haziishi. Ila panahitajika moyo na hamasa kwa vijana tunaowaweka. Usiache siku kadhaa bila kufika shambani. Unaweza pewa taarifa za uongo na ukapata hasara kubwa ndani ya muda mfupi. Vitu vya kuzingatia. Chanjo nunua mwenyewe au agiza sehemu unayoiamini na uhakikishe imechanjwa kweli shambani. Kumbuka, bila kusahau tunauza formula nzuri na yenye matokeo mazuri kwa kuku wako kwa bei rafiki sana. Kwa kuku wa kienyeji, yani kuku asili, kuku wa mayai layers, pamoja na kuku chotara broilers. Tupigie sasa hivi kupata formula yako ili upate matokeo bora kwa kuku wako kwa namba unazoziona hapo chini. Imarisha biosecurity kuzuia magonjwa shambani. Pia epuka sana kuruhusu kila mtu kuingia bandani kwako. Mwanga uwepo wa uhakika shambani, usio mwanga wa bahati nasibu, na kuwe na mwanga mbadala ikitokea umeme umesumbua kuku wasipate shida. Imarisha sana utunzaji wa kumbukumbu za kila kitu. Mfano,
matumizi ya siku, wiki, mwezi na hata matumizi ya mwaka mzima. Uzalishaji, vifo, taarifa za maendeleo ya kila siku shambani. Hii itakusaidia kutathmini maendeleo ya mradi wako. Tumeandaa haya baada ya kukutana na changamoto kubwa sana kwa wafugaji wengi ambao wanakosa muda wa kuwa na kuku wao. Hasara zinakuwa kubwa, nyingine zingezuiliwa kwa uangalizi wa karibu. Baada ya kusema hayo, tungependa kuwatakia mafanikio mema katika miradi yenu ya kuku na Mungu awasaidie. Na mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa kile tulichoandalia na kujifunza kwa pamoja siku ya leo. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Kisha kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Asanteni sana na Mungu awabariki.